Mwanamke mmoja mwenye hila alisimama katikati ya barabara kwa maksudi ili agongwe na lori. Mwanamke mwingine alijaribu kumzuia haraka, lakini sekunde iliyofuata maumivu yote ya ajali yalihamia kwake. Mara moja akatapika damu na kuanguka chini. Lakini mwanamke mwenye hila alisimama pembeni akimcheka. Wakati mwanamke aliyegongwa alikuwa karibu kufa, yule mwenye hila alifichua ukweli. Alikuwa amejifunga na mfumo maalum unaoitwa mfumo wa kubadilisha maisha. Mfumo huo ulimruhusu kubadilisha utajiri na wanawake wengine na pia kuhamisha maumivu yake yote kwao. Mwanamke aliyekuwa ameanguka chini alipomwona mpenzi wake akimkumbatia yule mwanamke mwenye hila, aligundua kuwa tayari walikuwa wanamsaliti. Alijaa chuki, lakini hakuwa na nguvu ya kujitetea. Mwishowe alikufa akiwa na huzuni na hasira kubwa mikononi mwa mwanamke huyo. Lakini sekunde iliyofuata alifungua macho tena. Kwa mshangao aligundua kuwa amezaliwa upya kabla mwanamke mwenye hila hajatumia mfumo huo kuiba maisha yake. Wakati huo mwanamke mwenye hila alikuwa ameshika mkataba wa mteja na kumwomba usaini. Mwanamke alikumbuka kwamba katika maisha yake ya zamani, baada ya kusaini mkataba huo, kampuni yake ya sheria aliyokuwa ameianzisha ilichukuliwa na mwanamke huyo. Yeye alifukuzwa kazini na hata kulazimika kubeba deni la dola milioni 2 kwa ajili yake. Baada ya kugundua hilo, mwanamke alichungulia mkataba kwa siri na kuona chini yake kulikuwa na makubaliano ya mfumo wa kubadilisha maisha. Hapo ndipo alielewa kuwa mwanamke huyo alikuwa ameficha mkataba huo chini ya hati ya kawaida ili kumdanganya usaini. Mwanamke alitupa mkataba pembeni na kusema atasaini baadaye. Hilo lilimfanya mwanamke mwenye hila kuanza kuwa na wasiwasi. Mara moja akajifanya mnyenyekevu na kumuomba aonyeshe makosa yake ili ayarekebishe. Wakati huo mpenzi wake pia alimshinikiza asaini kwa ajili yake. Kuona jinsi walivyokuwa na haraka, mwanamke alitunga mpango wa kuwadhibiti. Kwa haraka akasaini jina lake kwenye mkataba. Wanandoa hao walifurahi sana. Baada ya kutoka ofisini, walipanga kutumia mfumo huo kuchukua kila kitu kutoka kwa mwanamke. Mara moja simu ya mwanamke mwenye hila ilipokea taarifa kuwa dola milioni 200 zimeingia kwenye akaunti yake. Sio hivyo tu, mali za mwanamke, viti vya kampuni na hata kampuni ya sheria vilikuwa sasa mikononi mwa mwanamke huyo. Wote wawili wakakumbatiana kwa furaha, wakidhani mwanamke sasa amekuwa maskini kabisa. Walipanga siku inayofuata kwenda kwenye kampuni na kumfukuza. Lakini hawakujua kuwa kadiri wanavyocheka sasa, ndivyo watakavyolia kesho, kwa sababu mwanamke tayari alikuwa amejiandaa. Siku iliyofuata mwanamke mwenye hila aliingia kwenye kampuni ya sheria kwa majivuno. Mbele ya wafanyakazi wote, alimrushia mwanamke mkataba wa kampuni usoni na kusema sasa yeye ndiye bosi mpya. Akaamuru mwanamke afunge vitu vyake na kuondoka mara moja. Wafanyakazi walikasirika sana na kumtetea mwanamke. Walisema mwanamke huyo mwenye hila aliwahi kuisababishia kampuni hasara ya dola milioni 50, lakini hakuwahi kulipishwa hata senti moja. Sasa anathubutu kuiba kampuni ya mtu aliyemsaidia. Cha kushangaza, mwanamke mwenye hila alisema atalipa deni lake kwa vitendo. Akatoa kibiriti na kuwasha mshumaa, kisha akaweka mkono wake kwenye moto. Wafanyakazi wote waliogopa na kudhani amechanganyikiwa, lakini sekunde iliyofuata hakuwa ameumia hata kidogo. Badala yake mwanamke mwingine ndiye alipiga kelele kwa maumivu. Watu wote walishangaa kwa nini yeye ndiye aliyeungua. Mwanamke mwenye hila alitembea kwa majivuno na kukiri kuwa alitumia mfumo wa kubadilisha maisha kuhamisha maumivu kwake. Mwanamke aliyedhulumiwa alijifanya haamini. Ili kumthibitishia, mwanamke huyo akaita walinzi na kuwaambia wampige wa fimbo za umeme. Kiongozi wa walinzi walishangaa sana kusikia ombi la ajabu, lakini mwanamke huyo akaahidi dola milioni 1 kwa kila pigo watakalompa. Mara moja walinzi walimshambulia kwa nguvu. Alipigwa sana hadi mwili wake ukavumba, kisha akawaambia waache. Baada ya hapo alisimama na kumwendea mwanamke akisema maumivu yote yatahamia kwake. Lakini mwanamke aliyedhulumiwa alishika mkono wake na kumwambia asijaribu kubadilisha maumivu, kinyume chake ataumia sana. Mwanamke mwenye hila alidhani ni maneno ya kumtisha tu. Alichukua sanamu ya jedi kuhamisha maumivu, lakini wakati huo mwanamke aliyedhulumiwa alitabasamu kwa ushindi, kwa sababu kikio lisilotarajiwa kilikuwa karibu kutokea.